المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وأشهد بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلمة وكشف الله به الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزاه ربه خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. إخوة الإيمان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. Ya kwanza kabisa tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutaka kwake na uwezo wake kukuja kutekeleza faradhi miongoni mwa faradhi zake. Hii ni moja katika neema ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuneemesha juu yetu. Inatulazimu kwetu sisi tuiregeshe shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile kumtakia rehma kipenzi chake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kwanza kabisa tuwahusiana kuhusu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza maamrisho yake Allah subhanahu wa ta'ala ambayo kwamba ametuamrisha. Kuna mambo mengi Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha, lazima tuitekeleze maamrisho ambayo kwamba ametuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na vile vile kuna mambo mengi ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametukataza, lazima tuepuke mambo ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametukataza. Nikiingia katika maudhui yangu, nitaigusia kuizungumzia kuhusu ikhlas. Na ikhlas wanatuambia ulama huwa ifradu Allah subhanahu wa ta'ala bilqasdi fi ta'a, ni kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika kufanya amali kwa kumkusudia yeye na katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, ndio ikhlas. Ikhlas ni kufanya amali kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa unafanya mambo ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekuamrisha uifanye ile jambo amali ili kuitekeleza faradhi ambayo kwamba amekuamrisha yeye, sio kwa kuwa Waislamu wenzako wanafanya ile unafanya. La, yatakana amali ambayo kwamba unayofanya iwe unaifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, si kwa ajili ya kuona wenzako wamefanya, au si kwa ajili ya kuwa unajionyesha watu. Yatakana amali uifanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na vile vile mambo ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekuepusha wewe umeupeka nayo, sio wajionyesha unaepukana na maasiya, lakini kwa utafaragika leo utaacha peke yako unafanya yale maasiya. Haitakani ni ufanye amali kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa utafanya mambo ya kuamrishwa
uifanye hiyo jambo la kuamrishwa kwa ajili ya Allah subhanahu. Ikiwa ni mambo ya kuepukane kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndio utakuwa umefanya ikhlas. Na Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha ikhlas, ndio akatuambia katika Qur'ani, wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ddin. Atuambia Allah subhanahu wa ta'ala hawakuamrishwa ahlul kitab isipokuwa ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile mukhlisina lahu ddin, ilhali ya ni wenye kuwa kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala katika dini, wafanya jambo yao kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndo Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha. Na ukiwa na ikhlas, kuna faida nyingi yapatikana, ikiwa katika duniani na kesho akhira. Na ikhlas wanatuambia ni siri baina ya mja na Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa una ikhlas, hakuna anayekujua isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna anayeweza kutambua hii jambo umeifanya kwa ajili ya ikhlas au umeufukana hii jambo kwa ajili ya ikhlas isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Malaika wameamrishwa waandike amali zetu, lakini hawezi kuijua hii amali ulifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala au umefanya kwa jambo lingine, bali anayotambua jambo kama hilo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndio anajua mambo ambayo kwamba yamefichika ndani ya nyoyo. Kwa ajili hiyo, miongoni mwa faida ambayo kwamba yapatikana kuwa na ikhlas ni kuwa wakati kuwa na shida itakufaa hapo duniani. Leo sisi tuko na shida mbali tofauti, lakini ikiwa na shida tuambia ya kuwa wakati ukiwa na shida hapo duniani itakufaa ikhlas, jambo ambalo kwamba umefanya kwa ajili ya ikhlas. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo kwamba imepokewa na Imamu Muslim na Imamu Bukhari, anatuelezea hadithi iliyokuwa ndefu ya kuwa hadithi anayopokea Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, anasema ya kuwa intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabitu ila gharin fadakhaluhu. Ya kuwa anatuelezea kulikuwa kuna watu umma waliokuwa kabla wetu, kuna watu watatu waliokuwa wameondoka wakaenda safari. Katika kusafiri kwao ikawa imewapata wao njiani usiku, wakatafuta sehemu ili wajihifadhi kutokamana na hayawani ambao kwamba ni wabaya au kwa jambo lolote ambalo kwamba iweze kuwapata, ili wajipumzishe, walale sehemu kama pale, sehemu ambayo kwamba watakuwa ni wenye kujipumzisha. Wakatafuta wakaiona jabali kama hiyo, ilikuwa kuna pango pale, wakaingia katika hiyo pango. Walipoingia watu watatu kama hao ghafla ikaja jiwe kutoka juu ya jabali, ikawa yenye kuziba sehemu kama wale ambao kwamba walioingilia, na walijaribu kuisukuma ile jiwe, imeshindikana. Baada ya kuwa wameshindwa, wakashauriana tufanye vipi ili tuweze kuitoka katika pango kama hili. Wakashauriana, wakakosa isipokuwa hila ni kila mmoja kuikumbuka amali ambayo kwamba alifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakasema kila mmoja afikirie amali ipi ambayo kwamba alifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakafanya tawassul kwa ile amali ambayo kwamba walioifanya.
mmoja katika wao akawa ni mwenye kusema, akawa ni mwenye kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, kumwambia Allahumma kana li abawani shaykhani kabiran, kamwambia ewe Mola, mimi nilikuwa na wazazi wangu ambao kwamba waliokuwa wakubwa, wamezeeka manake, wa kuntu la uqbiqu qablahuma ahla wala mala, na wazazi kama hao ilikuwa sitambulizi chochote kabla yao wao wawili, ima iwe ni watoto wangu, ahli wangu, au mali zangu, ikiwa ni watumwa au mali ambayo kwamba niko nayo, ilikuwa sitambulizi chochote kabla yao. Akasema katika hali kama hiyo, jamaa kama huyo alikuwa kila siku akiwakamulia maziwa wazazi wake, na jambo la kwanza anaanza kwa wazazi wake, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia yasalunaka madha yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falilwalidaini walaqrabin walmasakin. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia kwa watu wanakuuliza, Mtume aliambiwa kwa wanakuuliza watoe nini, waambie kitu cha kwanza ambacho kwamba atakayoitoa waitoe kwa wazazi. Jambo lolote itakao uitanguliza mzazi wako, isipokuwa anatuambia zaka ndio haifai, sababu zaka huwezi kumpa mtu ambaye kwamba utakayo mgharamikia wewe, ambaye kwamba inakulazimu chakula chake. Mzazi ikiwa hana uwezo, chakula chake itakuwa inakulazimu wewe mtoto. Sasa jamaa kama huyu akawa ni mwenye kutanguliza wazazi wake katika kila jambo. Siku moja anasema katika nini, nikachelewa, wakawa wamelala kabla ya kukuja kuwakamulia ile maziwa. Akawa baada ya kuja akakamua ile maziwa, alipowakujia akawaona washalala. Anasema fakarihtu an uqidahuma, ya kuwa nimeishtukia kuamsha wao. Akawa ni mwenye kusimama na ile maziwa, wasubiri wazazi kama hao mpaka waamke, mpaka alfajiri ikachomoza. Baada ya kuchomoza alfajiri, wakawa watoto wake wameamka, wamekuja kumulilia ya kuwa wana njaa, lakini akasema sikuwatanguliza mpaka nikawasubiri wazazi kama hao wakawa wameamka kwa ile kelele ya watoto, na baada ya kuamka nikawapa ile maziwa mwanzo wao, kisha ndio nikawapa wali yangu. Akawa sasa akamwambia, ewe Mola, ikiwa nimefanya hivi kwa ajili yako, tutatulie hii matatizo ambayo kwamba tumeipata, ikawa ile jangwa imejifungua kidogo, ile pango ikajifungua kidogo. Baada hapo akawa wa pili akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala kumwambia, Allahumma innahu kanat li ibnatun ammin kana ahabba an-nasi, akasema kuwa mimi nilikuwa na msichana wa ami yangu, msichana kama huyu alikuwa anapendekezwa chochote kwangu mimi, yani alikuwa anampenda kwa hali ya juu, mpaka faradtuha ala nafsi, akasema nilitaka kwa nafsi yangu, famtanaat minni, akaenda kumwelezea, lakini mwanamke kama huyo akawa amemkataa. Baada ya muda mwanamke kama huyo ikampata shida, akawa anataka haja kutoka kwa huyo ambaye kwamba anampenda. Akaenda kueleza haja yake kwa yule jamaa, na yule jamaa alikuwa na uwezo wa mali. Akamwambia, kama wataka haja nikukidhie, ni wewe nikidhi na mimi pia haja yangu ambayo kwamba nilitaka kutoka kwako, ya kuwa mimi nakupenda. Alisema mpaka nikaweza, mwanamke kama huyo akawa amekubali kulifanya ile jambo kama hilo. Falamma qa'adtu baina rijliha, nilipoketi katikati ya miguu zake miwili,
Mwanamke kama huyo akasema, ittaqillaha wala tafudda al-khatima illa bihaqqi, yakuwa akamwambia ogopa Allah subhanahu wa ta'ala, muogope Allah subhanahu wa ta'ala, usivunje pete kama hili isipokuwa kwa haki yake, na haki yake ni kufanya nikah. Sasa yule jamaa akasema, kwa ile neno ambayo kwamba nimeambiwa ittaqillah, ikawa ni wenye kunishtua mpaka likanitoa jasho, nikaondoka na sikumuuliza ile mali ambayo kwamba nilimpa. Akawa ameacha ile jambo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya kuambiwa ogopa Allah subhanahu wa ta'ala, akawa ameacha jambo kama hilo. Akasema, ewe Mola, ikiwa nimeacha hilo jambo haramu kuifanya kwa ajili yako, tutatulie hii matatizo ambayo kwamba tuko ndani yake. Allah subhanahu wa ta'ala akawa tena ile jiwe ikasonga, ikabaki sehemu kidogo waitoke, lakini hawezi kuitoka. Akawa yule watatu pia akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa ile amali yake ambayo kwamba ilikuwa amefanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akawa ni mwenye kusema na yeye pia ya kuwa, ya Mola, mimi nilikuwa na wafanyikazi na wafanyikazi kama hao, nikawa nimemlipa kila mmoja ile kazi ambayo kwamba aliyofanya, isipokuwa mmoja akakataa. Alikataa ima kwa kuona ni ndogo, alhasil alikataa yule jamaa. Baada ya kukataa, akaiacha ile mali, akasema ile mali mimi sikuitumia, bali nimeitumikia kwa kuifanyia biashara, kuitasarufu. Akaipeleka huko na huko mpaka ikawa ile mali ikawa nyingi. Baada ya kuwa nyingi, yule jamaa ikawa amerudi baada ya muda. Baada ya kurudi, akakuja kueleza kwa, ya Abdullah, ewe mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, nipe ile haki yangu ambayo kwamba nilikuachia ile siku. Baada ya kuambia hivyo, huyu jamaa akamwambia, kila ambacho kwamba unatoa na hiyo mali, ikiwa ni hizi ng'ombe, ikiwa ni hizi mbuzi, ikiwa ni hizi watumwa, yote hayo ni yako. Jamaa kama yule akawa akamwambia, usinichezee bana, mimi nimekuachia mali kidogo, wewe unaniambia haya mali yote haya. Akamwambia kwa nilitasarruf mpaka yakawa mengi. Basi jamaa kama yule akawa ameisuka kuichukua yote yale mali ambayo kwamba yaliyokuwa, hakuyaacha hata kitu chochote. Sasa akawa amemwomba Allah subhanahu wa ta'ala, ewe Mola, ikiwa nimefanya mali kama hiyo kwa ajili yako, tukundilie, tutatulia hii tatizo ambayo kwamba imetupata. Mpaka wakaweza kuitoka sehemu kama ile kwamba waliingilia. Hii ni faida ambayo kwamba inayopatikana hapo duniani ikiwa uko na ikhlas. Na vile vile tunaambia wakiwa na ikhlas, wewe utakuwa ni ushindi wa kila kitu, ima kumshinda shaitani au adui yoyote ambaye kwamba ikiwa ni waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, hawatakushinda. Ndo shaitani alipokataa kumsujudia Sayyidina Adam, akawa ni mwenye kuchukua ahadi ya kuwa atawapoteza waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka akasema, illa ibadaka minhumul mukhlasin, nitawapoteza isipokuwa wale waja wako ambao kwamba walikuwa na ikhlas. Ikiwa mtu ako na ikhlas, hatawezi kushindwa na shaitani. Na katika kisa iliyopokelewa tuambia kuwa kuna sehemu kulikuwa kuna mti wenye baraka. Mti kama huo, wakawa watu wanaelekea sehemu kama pale, wanaomba haja zao, na pale inakidhiwa ile haja. Wakawa kila mmoja akiwa na shida anakimbilia ile mti, anaomba jambo lake inakubalika,
Akawa kila mmoja anaenda hivyo, ikaenda hivyo. Baada ya muda, kuna jamaa mmoja ambaye kwamba alikuwa na ikhlas, akaona jambo kama lile akaichukia na kuisema kuwa nitaikata hii mti. Akakusudia kuikata ile mti. Wakati alipokuwa anaelekea kuikata hiyo mti, Iblis akamkujia kwa sura ya binadamu. Alipokaribia karibu na hiyo mti, akaonana na Iblis. Yule jamaa alikuwa na ikhlas, akamuuliza Iblis, akawa ni mwenye kumuuliza yule jamaa, unaenda wapi? Yule jamaa akamwambia ya kuwa naenda kukata mti huo. Akamwambia, wajua huu mti ni wa nani? Yule jamaa aliyokuwa na ikhlas akamwambia, mimi sitaki kujua hii mti ni wa nani, lengo langu ni nikate tu, maadamu anashirikishwa Allah subhanahu wa ta'ala. Iblis akamwambia, hutoweza kuikata hiyo mti. Akawa ni mwenye kumzia, na yule jamaa pia akawa anataka kuikata kwa nguvu. Wakashindana kushikana mireka mpaka Shaitani akawa ameshindwa kulemewa. Baada ya kushindwa, Shaitani akawa amemkubali aikate, lakini akamwambia, nakuomba jambo moja. Akamwambia, jambo gani? Akamwambia, naomba uache hiyo mti, mimi nitachukua ahadi, kila siku ukilala asubuhi, angalia katika mto wako, nitakuwekea dinari 3 kila siku ukilala. Yule jamaa akawa akamwambia, ni hivyo Akamwambia sawa, akakubali. Baada ya muda, yule jamaa akarudi, akaenda kuimaliza hizo masiku kuipeleka. Baada ya siku 3 akaikosa zile dinari 3. Ile siku ya 4 akaikosa dinari 3. Alipoamka akakosa, akawa ni mwenye kuamka na hasira Yesu. Baada ya kuamka na hasira, akaamua tena aikate ile mti. Katika kuelekea kwake, alipofika ile sehemu kama pale, yule Iblis akawa amejitokeza tena. Akamwambia, unaenda wapi? Akamwambia, naenda ile kukata. Wewe ulichukua ahadi ya kuwa utanipa dinari 3 kila siku. Leo umetangua ile ahadi, na mimi sasa wacha nikuonyeshe, nitaikatakata hiyo mti mpaka nifanye kuni. Akamwambia Iblis, pia akamwambia, hutoweza kuikata. Wakawa ni wenye kushindana tena. Baada ya kushindana, yule jamaa akawa ni mwenye kushindwa, yule aliyekuwa na ikhlas. Baada ya kushindwa, akamwambia sawa, mimi sasa naona umenishinda, wacha sitoikata, lakini naomba nikuulize swali moja. Mbona siku ile nilikushinda, leo umenishinda? Imekuwaje? Umekula nini? Baada ya siku 3 tu umeshanishinda, umekula nini? Akamwambia, sio kukula kwa chochote, ila ile siku ile ilikuwa unaikata mti kama huo kwa ajili ya ikhlas uliokuwa nayo, lakini leo umekuja kuikata kwa ajili ya kutafuta dinari 3. Ulikosa ile dinari 3 ndio umekuja kutafuta. Akamwambia, kwa ajili hiyo ndio nimekushinda. Kwa ajili hiyo sitakuwa ni mwenye kuendelea sana. Kwa hayo machache, Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana wal 'afwa minkum.